Hata hii mambo ingine yote mnasikia kwa hii Kenya, msijali. Hii ni mambo madogo. Tunaelewana? Haya ni mambo madogo sana. Na kwa sababu unajua Mungu naye anatusaidia. Sawa sawa? Simulisikia kwanza walijaribu kusema iko shida hapa ya sijui askari, sijui GSU, sijui AP. Mwisho wakasema ati hii makao haipaswi kulinda na GSU, inatakana AP. Hiyo ni mambo mzuri. What is the problem? Si hiyo ni sawa? So, kalete AP, sasa AP wanaendelea na kazi. Lakini sasa mimi sijakuwa deputy president last week. Si mimi nilikuwa deputy president from 2013. Na nimekuwa hapa from 2013. Sasa walichelewa wapi kujua ya kwamba sio GSU ni AP. Lakini mzuri pia wamerekebisha. Sasa tuendelee. Sina hiyo. Na tena katika hiyo harakati yote sasa wameamua sio tena mambo ya security. Sasa wameenda kutangaza, wameenda kunisaidia kufanya lifestyle audit. Na wamenisaidia. Kazi kubwa watu walikuwa wananiuliza, sasa wamefanya wenyewe. Bila hata ya sheria wamenifanyia. Unajua nilikuwa nimefanyiwa lifestyle audit na magazeti. Wakaandika Ruto yako na mali hii, Ruto yako na hii, Ruto yako na hii. Naye hawa watu wa OP wamekuja juzi wakaimprove ile ilikuwa imefanywa na magazeti. Sasa wameondoa vitu vingine hata haikuwa yangu, walikuwa wamesema 680, wameondoa hiyo kwa sababu ilikuwa uongo. Wameondoa Boulevard, ilikuwa uongo. Lakini sasa waliongeza ingine kidogo ambaye sio yangu, pengine nitawasaidia. Kwa sababu kwa properties 10 waliandika about 70% ni true, ile ingine si ukweli. Kama ile wanisema ati mimi niko na 10,000 acres huko ya ADC, mimi sina. So hiyo waende watoe. Alafu tena niwasaidie kidogo. Walisahau pia kuweka shares. Niko na shares 400,000 ya Safaricom. Wangeweka hiyo. Na pia wangeweka kama kuna askari pia wanalinda huko. Wangeongeza hiyo. Na tena walisahau kusema ile biashara yangu ya kuku niliona wanaandika acreage. Sasa pale wangeandika iko kuku 1,200. Na wangesema huyu mtu anauza mayai 150,000 every day, shilingi 1.5 million. Hiyo wangeweka namna hiyo. Alafu wangemalizia waende wa bank wajue wako na pesa ngapi na iko loan kiasi gani. Sasa ndio wangemalizia hapo kwa hiyo lifestyle audit. Si namna hiyo ndio ikawa mzuri. So wamejaribu, si mbaya, wamejaribu kufanya hiyo lifestyle audit ya William Ruto. So sasa wangeendelea sasa na hiyo lifestyle audit, tuende kwa mwingine, iko namna hiyo. Ndio maneno ikae sawa sawa. What is the problem? Tunaelewana? Lakini katika hiyo harakati yote ambayo wamenisaidia kufanya lifestyle audit, hata ingawaje wameongeza ingine kidogo kidogo, nitawatumia barua waondoe na waongeze hiyo shares kidogo na hiyo ingine ambayo walisahau. Kumbe niko na shares tena 80,000 ya Kenya Airways, hiyo pia wangeongeza. So na pia kama kuna askari wanalinda huko wangeongeza hiyo. Hii maneno ni mzuri tu, iko shida gani? Kwa sababu unajua Mungu, nasikia hiyo lifestyle audit hawako lala siku 2 wakipanga. So unajua saa zingine Mungu anatumia wale watu hawakupendi wakose usingizi wakikufanyia kazi. Kama unajua Mungu ni wa ajabu. Kwa sababu sasa hii maneno yote sasa imesemekana jana kule bunge. Imesaidia mambo ngapi? Mambo 3. Jambo la kwanza, wamejaribu sana kusema huyu William Ruto si maskini lakini ni hustler. Na sasa unajua tumekuwa tukijaribu kusema hii mambo ya hustler sio vita
kati ya maskini na tajiri. Sasa hawa wametusaidia ndio ijulikane wazi, sio lazima ukue maskini ndio ukue hustler. Hustler is a different thing, na hustler haitakuwa vita kati ya watu maskini na tajiri. So wametusaidia katika hiyo kufafanua ya kwamba huyu William Ruto sio mtu maskini, ako na mali na yeye ni hustler. Kumaanisha sio lazima uwe maskini ndio ukue hustler. Hustler ni kumaanisha unaweza kupanda ngazi uende juu. Jambo la pili, wametusaidia kwa hiyo maneno yote wamesema jana. Nataka niwaeleze ndio muelewe maneno vile inaendelea. Vile Mungu anatumia hii watu kutusaidia kwa hii program yetu ya hustler. So, ya kwanza wametuondolea vita kati ya watu maskini na tajiri. Kwa sababu kama mtu mwenye mali kama mimi anaongoza Hustler Nation, kwani naweza kuongoza Hustler Nation ni ikue vita kati ya watu matajiri na maskini, si mimi mwenyewe nitaumia? So hiyo tumeondoa. So there is no war between the rich and the poor. Hustler Nation is about something else. Jambo namba pili, wametusaidia pia ieleweke ya kwamba hii Hustler Nation ambaye tunazungumzia kama wa Kenya, mbali na kukosa kuwa vita kati ya watu maskini na tajiri, hii Hustler Nation inamaanisha ya kwamba mtu kama William Ruto ambaye alienda shule bila viatu, viatu yake ya kwanza amevaa akienda form 1, na ile sio viatu hata ya bata alinunua ile ya Onyango inashonwa barabarani. Anaweza akapanda kutoka hapo chini mpaka akawa deputy president, mpaka mali yake ikaandikwa kwa magazeti. Kumaanisha ya kwamba ile tunasema mtu wa chini anaweza kupanda mpaka akawa kitu katika taifa hili letu la Kenya. You don't need another explanation ya kwamba hii hustler narrative is about the Kenya of possibilities. That a man who did not have shoes and who bought his first shoes when he went to Form 1 from a Mr. Onyango can become the deputy president of Kenya. And newspapers can carry his story on headlines. That is the spirit of the Hustler Nation. That is the spirit we are talking about, that it is possible for us to create opportunity and chance for every child of every Kenyan to climb the ladder from where they are today as jobless people, that they can climb that ladder and one day occupy an office like that of deputy president, because this is a country of possibilities. Nyie mnanielewa? So unaona vile Mungu anafanya hii kazi. Sasa wale watu ambao hawatupendi pale, Mungu amewafanyisha kazi, hawajalala usiku mzima wakipanga vile watakuja kutueleza ya kwamba Hustler Nation sio vita kati ya watu maskini na tajiri. Ya kuja kutuambia ya kwamba hii hustler narrative ni ya kusema ya kwamba unaweza kuwa mahali padogo lakini Mungu anaweza akakupandisha. Sasa hatuna tena muda ya kuharibu ati tunajaribu kuambia watu mambo ya bottom up. Watu wa OP wametusaidia kuuza program na mpango ya bottom up. Bado mnahitaji explanation nyingine? Bado mnahitaji explanation nyingine? So hawa watu wote mimi nataka niwaambie shukrani sana. Asanteni kwa hiyo kazi mzuri mmefanya. Hiyo ya security mmefanya imeenda mzuri. Hii ya Hustler Nation mmefanya imeenda mzuri. Hii ya bottom up mmetusaidia explanation, mambo inakaa mzuri. Sasa hii Kenya itaenda hivyo.
tunataka kwenda hivyo. Na sasa tunawaambia, tunaelewana? Sasa tunawaambia, sasa mpango ya serikali ya 2022 tunaanza pale kwa mtu mwenye hana kazi na huyo mwenye biashara yake ni ndogo, tukijua ya kwamba this is a nation of possibilities and we can grow every citizen from wherever they are and they can reach the apex of society if we grant them and if we give them the opportunity through hard work to get there. And you don't have to be a son of anybody, and you don't have to engage in patronage. You only have to work hard. Tunaelewana jameni? Tuko pamoja? Si mimi nashukuru wale watu wa Harambee House wamenisaidia, hii kazi imekuwa mzuri.